Majina anaitwa Baptisti Felix Kinunda. Ndiyo. Mzaliwa wa Songea Mbinga. Kwanza kabla sijatoa ushuhuda, naomba nitoe neno juu ya fundisho ulikuwa unafundisha la kuhusu lahana. Ndiyo. Mimi nikiwa na umri wa miaka kama 11. Kwa sasa na miaka 51. Ndiyo. Babangu alikuwa na wake wawili. Bi mkubwa mametu sisi na huyo mwingine alikuwa ni bi mdogo. Sasa tulikuwa na ugomvi na mtoto wake. Alipasua sahani yangu, nilimpiga. Kwa baada ya kumpiga yule mama alinibamiza kwenye kizingiti cha mlango. Wakati wa utoto? Wakati huo nikiwa mtoto miaka 11. Lakini akili kidogo, lakini sio ile ya ufahamu kabisa. Kwa hiyo nilimnyanyua yule mama, nikaenda kumtupa juu ya meza. Mamako? Ndio, mamangu mdogo. Kwa hiyo mama alivunjika, ni kama kiuno. Alivunjika kiuno? Kilishtuka. Kwa hiyo baba alipokuja alichukia sana. Akakuta umempiga mke wake? Kwa nini nimempiga mama yangu? Kwa hiyo baada ya hiyo ile hali ilileta mtafaruku pale nyumbani. Ilileta mtafaruku. Maelewano yakawa hamna. Sasa istoshe, baada ya hilo mimi niliamua kuweka kuna dawa ya kupigia kahawa. Ni sumu, lakini ile niliweka kwenye maharage ambayo alipika mama jikoni. Ukaweka dawa ya kupigia kahawa, nikaweka kwenye maharage aliyopika mama mdogo jikoni. Ukaweka kwenye ile dawa? Nikaweka sumu kabisa ili afe. Sasa na mimi mwenyewe nikawa nimepanda juu kama pale dalili, nimekaa naangalia mtu wa kwanza kutoka kule shambani. Juu ya dari? Ndio. Unaangalia atakavyokufa? Naangalia mle jikoni yani. Kwa hiyo mtu wa kwanza kuja alikuwa ni baba. Baba wako mzazi? Babangu mzazi kutoka shambani. Kwa hiyo alipokuja akakaanga yale maharage, akapika na chakula. Sasa ile dawa inanuka. Kwa hiyo alipokuja kuweka mdomoni, anataka haja, akasikia harufu. Nani alitaka kula? Naam? Nani alitaka kula? Aliweka mdomoni lakini. Nani? Baba yangu mzazi. Akaweka mdomoni? Ndio aliyetangulia kutoka shambani. Na wewe ulikuwa unamtega mama? Wewe ulikuwa unamtega mama yako? Nilikuwa namtega mama yangu kwa sababu ndio mtu ambaye nilikuwa na visa naye. Kwa hiyo ile ikaendeleza chuki. Baada hapo kwenye ule mji mimi haikutakiwa nikae. Nilichukuliwa na shangazi yangu, nikawa nalelewa na shangazi. Ukaondolewa kwenye mji? Ndio. Sasa wakiwa shambani na vijana wenzangu ambao nilikuwa nasoma nao, kuna maneno alikuwa anaongea asemaje, yani yule kwanza alimpiga mamake, la pili akaweka sumu, mimi ndo nikaja kula. Yani yule katika maisha yake hata kuja kuoa mwanamke aishi naye. Baba anatamka? Anatamka hivyo. Anatamka kule shambani, anawaambia wale vijana. Kwa hiyo wale vijana wakaja kuniambia mimi. Lakini sasa kwa sababu mimi nilikuwa kwa umri ule udogo niliona kama havina uzito kwamba haviwezi kufanya chochote kwangu. Mimi nikaendelea na maisha. Tumeenda, baadaye nikawa mkubwa kwenye miaka 16 hivi nilipata kibarua, posta na simu. Kipindi hicho walikuwa wanatambaza nguzo hizi za kuweka simu za nini za barabarani. Za barabarani. Kwa hiyo kule nilikuwa na mshahara kwa mwaka ilikuwa nakumbuka ilikuwa mwaka 1989. 2500 ilikuwa ni mshahara mkubwa sana. Kwa hiyo baba hapo tukawa tunawasiliana, tunaelewana, hata nikipokea mshahara na mgawia baba. Lakini lile neno aliyokuwa amelitamka hakulitengua na hatukupata wazo la kufanya hivyo. Sasa baadaye nikiwa mtu mzima, wakawa wananiambia wewe, mbona wewe uoi wazazi nyumbani hapo? Mimi nikawa ni sumu kabisa na wanawake. Wewe na wanawake ni sumu? Sumu kabisa, yani sitaki hata kuwasikia. Kwa hiyo baadaye mama akajaribu kuongea na wazee. Wakafanya mila yao ili mimi nioe, lakini sikuwahi kukaa na mwanamke. Nimekuja kukaa na mwanamke nikiwa na umri wa miaka 28. Lakini hapo hata baada ya kuoa nilikuwa nakutana na wanawake ambao wenye matatizo, wengine wachawi, malikia huko uchawini, wanatesa. Alafu hata nikipambana nikipata mafanikio, ina maana hela zile mimi zitakuwa ni za kupigwa tu na wanawake. Mtume kwa kweli mimi nashukuru sana. Naomba nipige hata magoti hapa kwanza. Amen. Napiga magoti na kushukuru sana Mtume. Mimi nilikuwa sina sehemu ya kwenda kuungama hili wala kwenda kuongelea. Wewe nakushukuru sana, napiga magoti na kushukuru kwa hili somo ulilolianzisha. Umenikomboa na umenifanya mimi nipate mwanga wa kujua ni nini, kitu gani kilichokuwa kimenikwamisha. Ni kweli kabisa mimi nilimkosea. Ni kweli kabisa mimi nilimkosea babangu,
Niliweka sumu kwenye chakula, nilimpiga mamangu mdogo, lakini mateso niliyokuwa nimepitia kwa hapa nilipo siwezi kuelezea yote. Ni mpambanaji, nimeshakaa nchi nyingi, Msumbiji, Malawi, sijui Kongo wapi, nimezunguka sehemu nyingi sana kutafuta maisha. Na nilikuwa nafikia kabisa mafanikio makubwa, naona kama nimefanikiwa. Lakini ndani, yani hata kama nikinunua kitu chochote, nikiwa na kitu chochote, kwa mfano kama nikinunua gari, ilikuwa haiwezi kukaa miezi 6. Lazima yani kitu chochote ninachomiliki cha samani lazima kiyeyuke, kinapotea. Ndiyo. Lakini nashukuru Mungu nilikutana na mwanamke ambaye ni sahihi kabisa. Na yeye aliwahi kuja, hata ni muumini wa madhabahu itoka siku nyingi. Ndiyo. Yeye yupo kule Kasumbalesa anauza mchele. Akaniambia, wewe sikia, yuko Mungu wa Mwaposa atakukomboa, lakini naomba unifuate, usifuate waganga. Ndiyo. Kwa hiyo yule mimi ndo aliyenipa mafuta upako na maji. Na sio kunipa tu, yani alikuwa ananipaka mafuta anakupaka mwenyewe miguuni, si nikamwambia wewe mbishi sana, unafuata sana waganga. Anakupaka, ananipaka mafuta yale. Kwa hiyo baada hapo nikiwa kule Zambia, kulingana na hii hali yangu ya kupata hela kupotea, nikawa sina mtaji. Nilimwomba anisaidie kama $500 hivi. Mara ya kwanza ilikuwa $200, akanipa, nikaenda kafanyia kazi, karudi na faida kama 100. Ya pili akanipa 500. Nikaenda nikafanyia kazi, karudi kama na $200. Ya tatu alinipa kama $1000 hivi. Ile $1000 aliyokuwa amenipa ndani ya miezi kama 2 hivi, nilikuwa nimeshakusanya faida. Yeye nimempa karibu kama 2400, alafu na mimi nilikuwa tayari nimeshakusanya dola karibu kama 100,000. Dola kama 100,000. Ilikuwa 200,000 kwa sababu tulikuwa wawili, ila baada ya kufanya ndio hizo hapo. Dola kama 200,000. Dola 200,000 tuligawana wawili. Hizo ni dola hizo. Ndio. Mmeziona Sio shilingi hizo. Kwa hiyo hapo ni baada ya upako sasa. Baada ya upako kwa change ya kipindi kile ilikuwa kama milioni 200 kama na 70 hivi. Kwa hiyo nikarudi huku. Ukarudi Tanzania? Niliporudi huku nilikuwa na wazo kwamba ninunue lori kwa ajili ya kupeleka bidhaa huko ng'ambo. Lakini nikaona kulingana na hali niliyokuwa nayo kwamba siwezi kumiliki vitu, nikasema hebu ngoja kuna mtu anipa wazo, jaribu kwanza kununua apartment. Kwa hiyo nikanunua apartment. Hapa Dar es Salaam. Hapa Dar es Salaam, Kifuru kule, maeneo ya Soweto. Ukanunua apartment? Nikanunua apartment. Hallelujah. Hapo ni wewe yule? Ndio. Umenunua apartment? Hapo ni mimi, na hizo nyumba ziko 4. Apartment? Ziko 4. Yaani tukihesabu kabisa na nyingine inakuwa kama ni 5 kwa sababu ina uwanja wa kujenga nyumba nyingine. Pigia Yesu makofi. Na hizo nyumba mimi nimezipata tu kwa upako kwa sababu zilikuwa za Mchina. Zilikuwa za Mchina? Alikuwa na kampuni huku, anarudi kwao. Alitangaza kuuza kama milioni 260. Kwa hiyo mpaka nazikuta mimi, alikubali kupokea milioni 180. Akapokea? Akapokea. Pigia Yesu makofi ya juu. Na baada ya hiyo kuna gari nilinunua. Gari? Lakini gari kununua ilikuwa kama ni ya 10. Bazo ilikuwa zinapotea zingine nyuma huku. Ilikuwa ni kama ya 10 hapa kununua. Ya 10 hiyo? Ndio. Ya 10. Hii hapa nimeamua mwenyewe tu kuiuza, lakini hizo za nyuma zote zilikuwa zinaenda poni. Zinakufa. Zinaishia huko. Kwa mfano kama hii hapa nilizulumiwa na mwanamke pamoja na nyumba. Hiyo Alpha D. Tena tuseme napo hapa nilikuwa sijajua kama upako huu nilipata kupitia yule dada ambaye tulifahamiana kabla kwanza ya hii. Tuseme yule ni mtu sahihi kabisa aliyekuja kwangu. Huyo dada yuko wapi?